Huko mbeleni, usiku mwingi, kwa saa za kama saa 8 hivi, taratibu kwa upole akasikia sauti ikimuita na kumzungumzisha. Hidhiri, Hidhiri, Hidhiri mwanangu. Usiogope mwanangu, ni mimi mama yako mwanangu. Nakupenda sana mwanangu. Nakumbuka niliondoka ukiwa bado unanihitaji mwanangu. Nakupenda mwanangu, ila yote mambo hupangwa na Mungu. Baba yako hakunipenda, na wewe hatakuja kukupenda. Hatakuja kukupenda sana mwanangu. Hatakuja kukupenda mwanangu. Ni kweli ishi na anaishi na wewe, lakini mzazi ni mzazi mwanangu. Inuka, pambana, jaribu tena na tena, na usiache kuniombea na kujiombea mwanangu. Mwanangu, hakuna kufaulu bila jitihada mwanangu, lakini hakuna jitihada bila Mungu. Nakupenda sana mwanangu. Baada ya hii kuondoka, ikaja nyingine hivyo hivyo akiwa usingizini. Mara hii ilikuwa sauti ya kipenzi chake Naila. Mume wangu, ni mimi mke wako Naila. Nakumbuka unanipenda sana mume wangu, nami nilikupenda sana na nitakupenda dunia. Nitakupenda daima. Nakutakia kila laheri, kila sekunde ya pumzi yako. Mimi na mama yako tupo salama. Tunaamini tutakutana na wewe siku ya mwisho ukiwa mwema kabisa. Kaa salama. Sauti zilipopotea, na hapa Hidhiri alishtuka kwa kupiga mkelele mkubwa, huku akihema na hofu kubwa kumgubika. Hii si kawaida hata kidogo. Njozi hizi zilimshangaza sana Hidhiri, na asubuhi ilipofika, bila kukawia, akajikongoja kwa shekhe wa kijiji kile. Kwa bahati alimkuta nyumbani kwake na kumhadithia njozi iliyomtokea usingizini ya mama na mke wake. Shekhe yule alikuwa na ilham, na nikisema ilham, wale waliosoma Kiarabu wanaelewa kidogo hapa. Basi shekhe yule alikuwa na ilham na alikuwa na ujuzi na elimu ya masuala haya, hivyo haikuwa ngumu kwake. Shekhe alimtoa hofu na wasiwasi Hidhiri na kumwambia kuwa njozi ile ni ya kawaida na ni njema, na pengine inaweza kuwa njozi isiyokwisha, kwani ni ishara ya upendo na wema. Na yeye, mama na mke wake Naila, hakuna umbali baina ya upendo wa kweli. Na ndio maana hata Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, wataumuota yeye katika njozi, basi ni hakika wana mapenzi makubwa na ya kweli kwao, na wao huwa ni waja wema, na hivyo njozi hiyo sio mbaya kwako. Shekhe alimaliza. Msikilizaji wa tamthilia ama riwaya ya Njozi Isiyokwisha, hadithi yetu imetufunza mengi sana. Mimi nilikuwa msomaji wako Alwatan Kikarisho, goalkeeper mshambuliaji, mchezaji pekee lenye jezi yenye viwango vya desimali. Ila usisahau kumfollow mtunzi wa hadithi hii na riwaya hii, Taj Mashairi 0201, TikTok,
YouTube, lakini na Instagram. Nakumbuka msemo mmoja wa taji mashairi aliyowahi kusema, mambo hupangwa na Mungu. Pengine hii ilikuwa ni mipango ya Mungu kwa Hidhiri, lakini pia nakumbuka msemo wa taji mashairi aliposema, kipenda roho hula nyama mbichi. Baada ya nyanya nimeambulia kabichi. Pengine haya ndiyo aliyoyaambulia Hidhiri. Je, mimi na wewe tutakuwa kama Hidhiri au Hidhiri atakuwa kama mimi na wewe? Sisi ni nyinyi na nyinyi ni sisi. Usisahau kumfollow